Mikono yao inakupa dhahabu, lakini moyo kuumia lazima, kwa sababu umegoma kumtoa kwenye moyo wako. Na mapenzi ni hisia thabiti iliyotoka ndani ya moyo. Ukimwona mtu anampenda mtu ni kwa sababu hisia yake imekuwa kubwa sana na imetawala mwili. Mwili unapokea hisia na moyo unachukua hisia kuiweka katika mwili huo huo wako wewe. Kwa lazima umie. Mimi sikushauri uachane naye, kwa sababu mapenzi hayaingiliwi. Mapenzi hayaingiliwi hata kidogo. Wewe usiachane naye wala nini. Lakini ni kuombe tuzungumza na moyo wako. We kaa chumbani, zungumza na moyo wako. Kaa wewe na moyo wako, zungumza nao. Alafu utakupa jibu sahihi sana. Sababu naweza nikazungumza ukasema, kanishauri kutokana na pombe zake. Hapana. Wewe zungumza na moyo wako, utakupa jibu sahihi kwenye kile ambacho wewe unahisi kiko sahihi. Kwa sababu usahihi wa mapenzi ya mtu anayapata yeye mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe ndio sahihi. Unauza kwa makombo. Sina magari wala nyumba za fahari, lakini moyo wangu ni hazina isiyo na mipaka. Roho inanuma, inateseka, tabasamu lakini sio kwangu. Nina mapenzi ya dhati, si ya pesa, na bado nayakataa mpenzi wangu. Vipi? Una tatizo gani? Nahisi kujisikia tu vibaya mwanangu. Pole sana mama. Hamna shida, njoo pumzike. Kesho tutabidi na hospitali. Kupa shilingi, unaniuza hisia. Mimi ni maskini wa pesa, lakini tajiri wa nia. Sina dhahabu wala almasi za kupamba, lakini naweza kukupa moyo usiovunjika. Roho inaniuma, inateseka. Mbona kama Zari? Yaani mguu ulikuwa kwako shoga yangu. Una mguu wangu na sijui. Jamani, silikuwa nakuja nyumbani kwako. Haya, niambie Sogodo. Na jambo lipo hapa. Kuna mbaba huyo ana hela. Sio senti. Hela. Kanaambia nimemkubali shoga yako, sijui hivi na hivi, na nitakupoza. Nikasema wewe maliza kila kitu. Kwa shoga yangu hapo kazi kwako. Hivyo chimama una shida gani kwani wewe? Au shida yako niharibikiwe kwenye maisha yangu, si ndio? Nimekonda tena vifupa na ukimwi, nimelala pale nyumbani tayari ninakunywa midawa, ndio utakomelizika, si ndio? Kila siku kucha natafuta mimi wanaume. Nimechoka. Nini usichukue wewe au wanaume kama wana pesa? Yaani shoga yangu limetokea danga kama hilo. Lina hela zake. Ndio nyewe baadaye mnakuja kusema kwa nini hujaniambia? Nakuja kukuambia, unakuja kuniambia malizi kama hizo kweli? Nisikilize wewe Sogodo, nimeshachoka mimi kutafuta wanaume. Sijui umenielewa. Umemwona yule Chuga? Pia umemwona yule Tini? Wananitosha mama. Usitake mimi niziko na kilo 2. Kama unaona wewe ana pesa na una faida kwako, wachukue mwenyewe. Tangia uanze kumilikia mabwana. Kipi cha maana unachokifanya? Tenda kuvaa vitambaa vya usi kichwani kama mchawi. Uangalie kwanza. Hebu niache mimi na maisha yangu. Nisikize nikwambie, sitaki tena. Iwe mwanzo na mwisho. Tukikutana mimi na wewe, ni salamu, tuongee mambo mengine ya umbea ya wanawake, basi. Mambo ya mabwana sijui wanaume, sitaki, nimechoka. Muangalie kwanza uso wako ulivyomshuka mimi. Siku nitakutia kibao utaamini, pumbavu wewe. Kwa hiyo ndo unaondoka? Sijawahi kuona. Yaani kongwe anafundishwa jinsi ya kumfunda mwali. Eti mfunde hivi, ndio chogwa sasa yani kalanduka vibaya huyu. Sasa ule Chuga anampa nini? Yaani kipi pale anachompa mifupa sijui Dr. Love. Mimi nilikuwa nataka nimbadilishe mume wangu. Maana naona anaamini katika usila sana kuliko kwenye mapenzi. Sasa hiyo hali kuna muda inanikatisha tamaa. Kuna muda natamani kuwa naye na muhitaji kimwili, sio zinaponibana nahitaji kuwa naye, hawezi kuwa na mimi, anafanya mambo yake. Kwa hiyo inanibidi nitoke nje. Kwa hiyo natamani sana unipe mbinu za mimi kumbadilisha mwanaume wangu. Sasa
Hebu nikuulize, wewe unahisi kutoka nje ya ndoa yako ndio dawa nikikuuliza, toka mwanaume wako ameshindwa kukupa muda wewe, wewe umetembea na wanaume wangapi? Umetoka nje ya ndoa yako mara ngapi? Ni mara nyingi sana. Yaani umefanya makosa makubwa sana, yaani makosa ya kiwango cha flyover, kiwango cha lami. Wewe unadhani hiyo ndo dawa? Kama mwanaume wako ana makosa ndo dawa kutoka nje ya ndoa yako? Wewe umeona wapi? Umesikia wapi? Mumeo anafanya kosa na wewe kulipiza kosa unatoka nje ya ndoa yako. Unajiumiza mwenyewe kwa ujinga. Mimi nawaambia kila siku wanawake, na nawaeleza nyinyi wanawake, mwanaume akikuumiza, dawa sio wewe kumuumiza, dawa kumrekebisha ili asikuumize tena. Unatoka unaenda nje, mwisho wa siku mnafumuliwa kizazi bila sababu ya msingi. Mrekebishe, anaweza kuwa unavyotaka kama wewe ukitaka. Unanichanganya, yani mpaka nimefika hapo maana yake nilishajaribu mbinu zote. Hanielewi, hanisikilizi. Ndio maana na at least nikawaza nije kwako unaweza kanisaidia. Nisikilize binti, tena unisikilize kwa makini. Maisha ya ndoa wanayajua wanandoa. Kwanza wewe kutoka kuja kuniambia hili ni kosa. Mimi sijaoa, unaniambia mambo ya ndoa, alafu nikuelekeze wewe mwenye ndoa. Wewe ndio unataka unielekeze mimi ili niingie kwenye ndoa. Sasa mimi nakuelekeza kitu kimoja kidogo kirahisi. Unaweza kukuta mwanaume anaoa mwanamke malaya, anafanya ujinga mwingi, lakini huyu mwanaume ndo anamrekebisha mwanamke wake kuwa vile anavyotaka. Hivyo hivyo wewe mwanaume wako huyo msela, ulitakiwa utafute mbinu mbadala ya kumrekebisha kuwa unavyotaka. Kila kitu kinaweza kuwa unavyotaka kama wewe ukiamua. Sasa kitendo cha wewe kuja kuniambia mimi mwanaume wako msela, nitaanza kumsema aache usela, utapijwa tena. Nenda bwana. Yaani mimi sina cha kuelekeza. Nenda kwa nyakanga wako, atakuelekeza vizuri. Yaani atakuelekeza vizuri. Mimi nishakuelekeza kile ambacho unahisi kiko sawa. Toka bwana. Watanipigia simu Dr. Love, wananiita Dr. Love, nikiwa na chupa mkononi, lakini naokoa roho za watoto wa jana. Mimi ni Dr. Love, macho yao yananitafuta, hata kama nateleza barabarani. Nasimama, nasikiliza, na washika mabega, nawaambia wasio mwisho wa hadithi. Azizi Nyongo Mkaliaini, love story, my carpet seat, heart, my room story, love bite. Mtoto taniua ujue. Yaani sikuwahi kujua kama una miunofeni pangaboi namna ile. Ila sasa ulichonikosha ni jinsi unavyotumia uwanja mamtu. Yaani hapa kifo kinaniponza. Sema nini? Mtoto noma. Una ugeni kule. Kwa hiyo shoga yangu sasa hivi mambo ya salani kila mtu anaona. Yaani sasa hivi umelanduka ushakuwa gwiji, sasa hivi kujia mtaa, unajilimwesa tu. Haya. Na yule twende.
Unaweza kuniambia umetoka wapi? Nimetoka kwa mama mdogo wangu. Ya, mama kwa mdogo. Au vipi kwamba sheria unachukulia mkononi unaondoka tu bila hata kunipa taarifa yoyote ile. Kwa hiyo mama kwa mdogo wewe ndio unayekuhudumia. Mama kwa mdogo ndio anajua wewe unafanya nini. Si ndio ikogo hivyo? Sikia ujue mwanamke. Juzi tu hapa tumetoka mimi naye kusuluhisha jambo hili. Ili hapo tena bado unalirudia. Unajua mwanamke ujue sikuelewi, unajua pigo zako unaletea wewe unataka unitafutie kesi unajua wewe. Mimi nishakuona unataka unitafutie kesi. Unataka tugane majengo ya serikali kwamba wewe uende mochwari mimi niende jela. Si ndio hivyo? Nilikuwa nimekaa ndani sana, nilikuwa nimeona nimeboeka sana. Alafu isitoshe mama mdogo alinipigia simu. Akanambia anajisikia vibaya. Kwa hiyo ikabidi niende nikamuone nimsaidie kazi. Ya mamen. Kwa hiyo mama kwa mdogo anaumwa yani. Kwa hiyo kupigia taarifa wewe, kwa nini singenipigia mimi? Kwa nini singenipigia mimi? Mimi ndo mtu wa ruksa. Kwa nini kupigia wewe? Afu ujue wewe Kambunda ujue unanichukulia mimi kama baridi, unanichukulia mimi kama katuni yani. Au vipi? Sikiliza sana nikuelekeze wewe Kambunda. Tunarudi yote huko mtaani. Naenda kukuvutia mibange wewe leo. Na kupiga mimi na bange zangu. Alafu ngoja nikuelekeze vipengele. Na nyinyi wanawake nyinyi, huwa nyinyi mna mwendo lakini sisi tunaijua njia. Twende huko. Kisha sauti inapanda pole pole, wakiniona na vuruga maneno, hawaoni machozi nyuma. Mimi nikuombe, muungwana akivuliwa nguo uchutama. Yaani akitoka aseme akimbie, uungwana wake unaisha. Ukiona mbili, ujue moja ilianza. Kwa hiyo na wewe kuwa moja. Tufunike kombe, mwanaharamu apite. Hesabu kwamba dada yako ameshakufa. Anza upya ndugu yangu, kwa sababu hata ukimfuata Duli B ni mtu wa kupenda chini kuliko juu. Hawezi kukusaidia chochote. Duli B anaweka hii, anatoa na weka hii. Yaani yeye kwake anaamini sana chini kuliko juu. Yaani yule kama ingekuwa ikitumika inafutika, basi sasa hivi kingebaki hivi. Anapenda sana chini kuliko juu. Namjua na nimemfuatilia na natamani nimtibu kisia mpaka akamilike. Kwa kama daktari, I have a very big work to make sure Duli B is going well. Yaani mimi nikajua umekuja kunishauri kitu cha maana. Ina maana wewe unataka mimi nisitishe kulipiza kisasi cha dadangu? Yule sio tu dada yangu. Yule ni damu yangu. Isitoshe amekufa, kuna mtu kasababisha, sio ni Mungu amependa. Kumbuka, kifo kile sio cha mtu mmoja. Unadhani mimi naweza kusamehe hivi kabisa? Alafu mtu namtazama anatembea anazurura, si ndio? Yes, ni mwanaume na mimi ni mwanaume. Tutamalizana wanaume wawili. Kaka, ili jambo hata ukipeleka kiserikali ya utoboi. Kwa sababu wewe unamshtaki mtu alafu una kielelezo. Duli amemwambia sawa atoe mimba marehemu mdogo wako, lakini hajamshikia bakola kutoa mimba. Katoa mimba kwa hiari yake mwenyewe. Kwa hiyo hata mwanamke angekuwepo hapo, hata kama kafa naye angeshtakiwa kwa kujiua mwenyewe. Sababu tunajua ukitaka kujiua mwenyewe watu wakikuwahi wanakushtaki kifo. Watu wote ya ujinga wataka kujiua wakati watu wanautaka huo uhai. Sikiliza wewe nikwambie kitu. Dadangu kipindi anafariki ameacha maelezo. Na maelezo hayo Duli ndio chanzo na yeye ndio sababu ya kusababisha hayo yote. Mimi namtafuta Duli ili tumalizane. Ikiwezekana arudishe nusu ya gharama za msiba. Jamani, sasa inakuaje? Arudishe kivipi? Akati mtu kashakufa. Anarudishaje gharama kwa mtu ambaye ameshakufa na nyie mshazika? Anarudisha nini? Oya, nimekwambia yeye ndio chanzo. Ikiwezekana arudishe gharama au kama sio hivyo nimfieke. Oya, kama huna maada nyingine ya kuongea ni bora ondoke. Hizo hasira. Dokta, sina chingine cha kuongea. Ondoka. Wanaponita mlevi nacheka tu, najua kesho tena watanipigia simu. Dr. Love, wananiita Dr. Love, nikiwa na chupa mkononi, lakini naokoa roho za watoto wa jana. Mimi ni Dr. Love, macho yao yananitafuta, hata kama nateleza barabarani nasimama.
hata hivyo ilikuwa nikupigie. Nahisi siko sawa na dalili zote za mimba. Ndio hivyo nataka nikwambie tuende hospitali mapema. Sawa, acha nijiandae. Mke wangu, nadhani sasa ni muda mwafaka. Amka basi ujiandae tuende hospitali. Hapana, kwa sasa hivi naona niko sawa. Pia kuna mahali nataka kwenda. Lakini sio wewe ulikuwa unasema jana usiku hujisikii vizuri na ulikuwa unataka kutapika. Inakuwaje sasa hivi useme uko sawa? Nimeamka niko salama. Mke wangu, afya yako ni muhimu zaidi. Amka mama basi tuende hospitali. Sawa? Unang'ang'ania kwenda hospitali, una pesa? Ndio. Nina akiba kidogo. Ninaamini itasaidia kwa ajili ya matibabu na vitu vingine ambavyo vitahitajika. Nimekwambia niko salama, sihitaji kwenda hospitali tena. Wanasema mimi ni maskini wa roho, lakini sina deni la penzi lako. Nikitazama jinsi wanavyokufuata naumia.